unaweza kuona kitu sio cha kawaida. Zuu yuko wapi? Zuu hayupo. Na sidhani kama unaweza kumuona tena. Ila kama kuna chochote ambacho utakuwa unakihitaji kwa niaba yake, unaweza ukanifahamisha. Lakini Zuu ni mtu ambaye nilikuwa nimemzoea. Naendeleaje kuwa kwenye kitengo bila yeye? Zuu alikuwepo kwenye kitengo. Lakini kutokuwepo kwake Zuu haimaanishi kitengo hakiwezi kuendelea. Lazima kitengo kiendelee. Na ndio maana nikakwambia kama ukihitaji chochote kwa niaba ya Zuu unifahamishe. Zena, unajua leo ndo siku sahihi ambayo nimeiteua ya kukupeleka nyumbani kwetu na kwenda kukutambulisha. Kwa hiyo siku zote hizo sio sahihi, leo ndo unaona siku sahihi. Nimekuja hapa nikiwa mjamzito, mpaka nimepata matatizo na kupoteza mwanangu. Ilikuwa sio siku sahihi, leo ndo unaona siku sahihi. Nisingependa kusikia unazungumzia matatizo yaliyotokea. Hivyo hata mimi ananiuma sana ya matatizo, maana nimempoteza mwanangu wa pekee. Ninavyosema kwamba leo ndiyo siku sahihi, simaanishi kwamba siku zilizopita sio sahihi. Umenielewa Zena? Lakini kila kitu lazima kiende kwa mpangilio na utaratibu. Na ndio maana leo nasema ni siku sahihi. Swala la kumtambulisha mtu ni la hiari, swala lazima. Lakini mimi wewe hujanishawishi, wala hakuna mtu yeyote aliyenishawishi, isipokuwa mimi ni mapenzi yangu tu, tena nikiwa na akili yangu timamu. Na ndio maana leo nasema ni siku sahihi. Ningeomba uingie ndani uende ukajiandae. Nijiandae nini sasa? Kwani kutambulishana kuna nguo maalum? Mimi niko tayari, tuondoke. Nimekuleta hapa kwa sababu kuna kitu nataka kukwambia. Uniambie kitu? Ni kitu gani hicho? Unajua huenda ukawa unajiuliza ni kwa nini muda mwingine nakuwa mkali. Usitoke bila kuniambia. Na pia nipokuwa nahitaji upate kinga na hatimaye nikakupa kinga. Nadhani utakuwa unajiuliza ni kwa nini nafanya yote haya. Lakini ukweli ni kwamba nakupenda sana Reina na sihitaji kukupoteza kabisa. Na usalama wako kwangu ni muhimu sana. Sawa. Maana nilikuwa natamani sana kujua huo ukweli. Nilikuwa najiuliza maswali mengi ambayo sijawahi kupata majibu yake. Ila leo nashukuru kwa kunipa ukweli. Kaka, biashara yangu imekufa tena. Nilikuwa naomba pesa kidogo tu niende nikaanzishe biashara nyingine. Sasa kwa nini unafanya biashara ambazo hazina uhakika? Kwa muda mrefu nimekuwa napoteza pesa kwenye trading bila faida yoyote, mpaka nilipomuona rafiki yangu Jamison anavyofanya biashara. Jamison ni trader mtaalamu ambaye ametengeneza software ya AI ambayo inatabiri uelekeo wa soko la forex. Nilikuwa na mashaka, lakini nilihitaji pesa kwa haraka. Nikamuomba niruhusu kujaribu mfumo wake, na software inaonyesha bei inapanda. Naingia na $50. Boom! Trade ya kwanza, faida ya $96 ndani ya dakika chache tu. Tunajaribu tena. Software inaonyesha bei inapanda. Naingia na $110. Boom! Trade ya pili, faida ya $211.20 ndani ya muda mchache tu. Usahihi wa hali ya juu kabisa. Kwa ajili yenu tu nikamuomba Jameson aitoe hii software bure kabisa. Hatua ni hizi 3 na rahisi. Hatua ya kwanza, bonyeza linki kwenye description. Hatua ya pili, jiunge na Telegram channel ya Jamison. Hatua ya 3, bonyeza start, tuma ujumbe kisha fuata maelekezo yake.
Marafiki, Jamison anashiriki software hii kupitia Telegram peke yake. Asante sana Reina. Basi sawa. Alafu nilikuwa nafikiria nikitoka hapa niende nikatafute kuni ili ukirudi kwenye mizunguko yako ukute chakula tayari. Na nilikuwa naomba ruksa asije akatokea kama yale ya siku ile. Sawa, hakuna tatizo. Kwa kuwa saizi una kinga, ila tu cha kuzingatia, urudi kabla giza lija kukuta njiani. Sawa mke wangu? Naona mama ametoka. Hivyo nilikuwa naomba niende hapo kwa jirani nikachukue mkeka tukae tumsubiri. Hivi Maulana, mimi unanichukuliaje? Unaniona mimi ni mtoto mdogo, si ndio? Umenitoa huko, unaleta hapa afu unaniambia mama yako hayupo. Mimi naona hili swala la kunitambulisha limekuwa gumu. Alafu naona kama mimi ndo nakulazimisha. Sio kama mimi unanilazimisha kuja kukutambulisha hapa nyumbani. Isipokuwa mimi ni mapenzi yangu ndio amenifanya nije nikutambulishe. Na hicho kipindi cha nyuma chote muda ulikuwa bado hujafika. Nisikize Maulana. Mimi hili swala la kuja kunitambulisha kwa mama yako sikulazimishi na wala sijaja hapa kukulazimisha. Umeona unitoe huko uje hapa unipangilie. Alafu saa hizo unaniambia mama yako hayupo. Hivi tumeacha nyumba ngapi hapa kijijini mpaka tuje kufika hapa? Alafu wewe unakuja kuniambia kwamba mimi nakuongopea. Mama atakuwa ameenda shambani na hivi karibuni tu atarudi. Hivyo mimi nataka niende kwa jirani hapo nikachukue mkeka tuje tukae tumsubiri. Sasa nisikilize nikwambie. Kama mama yako hayupo, muda mimi wa kukaa hapa kumsubiri sina. Kwa hiyo kama unamsubiri msubiri. Mimi naondoka zangu. Zena. Zena. Chita, Zuu yuko wapi? Maana nimemtafuta kote, kila kona nimekwenda, sijamuona. Na mpaka usiku kwenye kikao hajafika. Niambie yuko wapi? Kiukweli mimi sijui mahali alipo Zuu. Maana sijakutana naye sehemu yoyote wala kuona naye mahali popote pale kwa siku mbili hizi. Chita, usinitanie. Na wewe Zuu ndio uliomleta kwenye kitengo hichi. Leo nakuuliza unaniambia hujui aliko. Haiwezekani. Tunatafuta watu wa kuongeza nguvu. Alafu watu hawaonekani, watu hawapatikani, Ni kweli mimi ni mtu wake wa karibu. Na ndio nilemleta kwenye kitengo. Lakini kuhusu mahali alipo, mimi sifahamu. Labda nimtafute. Wewe ndio unajua Zuu yuko wapi. Nahitaji majibu yaliyonyooka. Ninakupa masaa 24. Zuu awe amepatikana. Hao vinginevyo hatutaelewana. Unaweza kuona kitu sio kawaida. Zena, hivi una maana gani? Yaani tunafika hadi kwa mama, alafu unafanya maamuzi ambayo unayojua wewe?
Habari zenu? Salama. Naitwa Inspector Jairan. Bila shaka wewe ndo Mulano. Ndio mimi hapa. Unatuhumiwa kwa kesi ya mauaji. Kwa hiyo ningeomba tuongozane. Afande. Sikiliza. Tii sheria bila shuruti. Naomba tuongozane. Hivi inakuwaje? Zuu naye haonekani, na hii vita inayokuja mbele yetu itakuwaje? Kumbe kuna vita? Wewe mengine yakupite, kila kitu unataka ukijue wewe. Ukimwona mtu mzima amekaa chini ana mawazo anafikiria, wewe unapenda kuchimba vitu tu. Kwa nini? Bibi, sio hivyo, lakini unapozungumzia vita ni jambo kubwa sana. Nikaona nikuulize nijue labda ni vita gani hiyo. Wewe kuwe na vita kusiwe na vita usinifuatilie. Yanakuhusu nini kwanza? Wewe unaweza kupigana vita? Mbona unapenda kunifuatilia? Ukiniona mimi nimekaa hapa nimetulia, usipende kunifuatilia. Kila siku nakukataza hilo neno, lakini wewe unapenda kuchimba kama unachimba karanga. Sawa bibi, naomba nisamehe sana. Lengo langu lilikuwa sio baya, na kama nimekukwaza basi sirudii tena kukusemesha wala kukuuliza maswali mengi. Lakini nia yangu ilikuwa sio mbaya bibi. Naomba nikuache. Vipi? Salama, karibu. Chakula tayari? Chakula bado, ninamalizia pale kupika. Sawa. Alafu kuna vitu vya ajabu nimeviona. Jini si jini, kinyamkela si kinyamkela. Yaani ni mauzauza tu. Natamani tena wewe ungekuepo ujionee. Kiukweli niliogopa sana. Unakumbuka nilikwambia kwamba hivyo ni vitu vya kawaida tu. Kwa hiyo usiviogope. Sawa? Sawa, lakini sidhani kama itakuwa rahisi kuzoea. Maana hivi vitu vinatisha. Basi harakisha kidogo kuandaa chakula, maana na njaa kweli. Basi sawa. Haiwezekani. Haiwezekani. Kuna kitu ambacho bibi ananificha. Lazima nijue hii vita ni ya nani na ni kati ya nani na nani. Kumbuka kwamba Jamison anashare software yake bure kabisa, lakini ofa hii ni ya muda mchache sana. Bonyeza linki kwenye description au kwenye comment ya juu, kisha fuata maelekezo. Nikutakie kila la heri.